Deliverance Connection TV. We are touching lives. Results tusaidie. So kukakuja daktari wa night shift. Tukapeleka results vile tulidirectiwa na nurses sasa. Vile sasa tulimpea results ate alishangaa. Akashangaa ameona hizi test zote zimefanywa but there was nothing. Na aliniuliza the same question vile tu umesema. Hata alishuku ni mimba na wakanituma test ingine. Pia hiyo ikakuja ikiwa sawa. Ndio sasa akatuambia juu the tests zenye tumefanya ni hizi normal test, kitu atatufanya atatutuma kwa department ya radiology, twende tufanye ultrasound. Tufanye sasa scan ya tumbo. Na tukaenda huko kwa radiology, tukafanya hiyo ultrasound. Ultrasound pia ikakuja ikiwa sawa. There was nothing wrong. So this doctor point alikuwa amefika, akatuambia hata yeye sasa vile imefika kitu atafanya juu sasa by that time tulikuwa tunaenda ultrasound, it was around 9 PM usiku. Akatuambia kitu yeye atafanya atatu admit at least. Unajua ukiwa kwa ward there are those professional doctors wenye wanakujanga hizo ward rounds. Yes. Tuone kama sasa maybe hao watakuwa na other better ideas ama anything wataona. Na akatuadmit, nikapelekwa kwa ward. Na at that point my grandmother pia yeye alikuwa so discouraged. Hata hiyo usiku she didn't even go home. Alilala na mimi. So mom hakuweza kuja, ni grandmother ndiye alikuja. Mom bado hakuwa amekuja, bado alikuwa Nairobi but walikuwa wana communicate na shosh through phone. Anamwambia vile niko, vile results ziko, nini. So my grandmother was also so discouraged. Akasema hata yeye hataniacha. So hiyo usiku yenye niliadmitiwa, alilala na mimi kwa ward. Hadi asubuhi kafika, ndo asubuhi akaniambia acha aende. So my mom was supposed to come now the next day. Akaniambia during sasa zile lunch hour visiting hours watakuja na yeye. So uko ward walikuwa sasa kuna madawa zenye sasa already walikuwa wameniandikia. Na walikuwa wananiweka maji juu nilikuwa nakuwa most of the time nilikuwa nakuwa dehydrated juu ya hiyo vomiting. So ilikuwa tu maji na madawa nini. So ward rounds wakakuja hao madaktari still wako hawana any clue of what this might be. Kuna mtu amejua gani unagonjeka na nini. Juu hata vile walinitia huyo dermatologist, juu sasa pia walinitia daktari wa ngozi juu ya hizo vidonda. Huyo dermatologist alisema pia this is a case yenye hajaiona, and now her conclusion was, alisema maybe it was self harm. Sasa ndo wakanitafutia hata therapist aongee na mimi na wakaona si self harm. Ilikuwa tu vitu zinatoka zenyewe juu hata tungekaa hata au madaktari hata nurses tukiwa nao tu hapo zilikuwa zinajitoa zenyewe. Zinatoka kama pimples ama ni tumekaa tu hivyo, inakaa kama unaona vile mtu akichomwa and then hiyo blister yenyewe ina form alafu itoboke. Inakaa kuchomwa. Inakaa kama chicken box. Zile za chicken box. Zinakuwa na maji ndani. Hata si haina maji ndani. Hiyo inakaa kama ni ngozi imetoka. Ile imechomeka inapona sasa, zinatokana kama vile nyoka hujitoa manini yake. Inakaa ngozi inatoka alafu zinakuwa ziko red na zinatoa maji. So wewe mwenyewe according to when ulikuwa unapima ukiambiwa hivyo, kwa mind yako ulifikiria unaweza kuwa unakonjeka nini? Ama conclusion gani ulikuwa nazo wewe mwenyewe personally? Pia mimi nimepitia hali kama hiyo with different disease. Na pia mimi nilikuwa na majibu yangu kimi mwenyewe.
Mimi I was so confused. I was sijui hata mimi sikuwa naelewa what was going on, but me there was something that was keeping me going. It was prayers. Mimi nilikuwa naambia Mungu I am too young to go through all this. Na hata huko Kenyatta ya Othaya waliniadmit for 3 weeks. By the time natoka, their conclusions were kuna scan walirudia, walifanya scan inaitwa KUB scan. So the KUB scan ilikuja na results za kidney stones. So wao na pia walinituma picha ingine inaitwa OGD. So conclusions zao zilikuwa kidney stones na chronic gastritis. Na wakanipea madawa. Nika-dischargiwa, nikaenda home. So after your treating ya kidney stones na hizo gastritis, wakanikataza kukula food zenye ziko na acid. So pia sisi tukadhani hiyo shida imetulia. So 2023 tukakuja hizo December holidays, nilikuwa sawa. Ulifanya exam ya form 3? Nilipata kama washamaliza exam. Hizo 3 weeks yenye ulikuwa hospitali. Sasa tukakuja December holidays. December I was very very okay. I was very very okay. Na hata sisi tulikuwa tumefurahia that hii shida imeisha kwenye juu umetoka hospitali. Na walinipea madawa. Nilikuwa naona at least, hata nilikuwa naambia Mungu maybe everything happens for a reason. Maybe imekuja nikiwa form 3 ndo at least nikienda form 4 izirudi. Form 4 nitakuwa sawa. Now 2024 comes, January comes. Tumerudi shule. Nilikaa shule siku 5. Siku 5 peke yake. On the 5th day the problem started again. Mlikuwa mmefungua sasa? That was January 2024. Last year. Last year ndo nilikuwa form 4. The problem started again. Nikaanza kuwa na hiyo vomiting. Vidonda zikaanza tena. Hivyo tu hiyo trend ndo imekuwa vomiting. Yaani sasa ukaanza tu kujua tu itakuja hivi. So I felt really discouraged. Unafika ile point hadi unajiuliza like why me? Nilikuwa December I was very very happy and I was telling God thank you because nilikuwa naambia Mungu, God I know everything happens for a reason. Na I won't ask you any question juu ya vile nimegonjeka hiyo form 3. Nilikuwa nasema maybe nimepata hiyo ugonjwa nikiwa form 3 ndo form 4 nitakuwa sawa. But form 4 vile tu tulifungua on the 5th day nikaanza kuwa mgonjwa tena. My parents wakaitwa. At that point hata walimu walikuwa wanajua tu. Walikuwa wanasikia ni Michelle amekuwa mgonjwa. Hata wanitumi kwa nurse, wanapigia tu mzazi. Anakukujia. Ananikujia. Walikuwa washashika hiyo kesi yangu. So wazazi wakanikujia. Tukarudi huko hospitali mlikuwa? Hospitali tulikuwa. Wao wakatuambia maybe ni hiyo gastritis inasumbua tu kwa sababu unaona it's chronic na wakaanza kukuuliza umetravel. Plus hiyo sasa tukianza Januari hii vomiting ikaanza kuwa ni vomiting yenye inakuja pia na blood. So ninatapika mpaka damu. So wakatuambia gastritis saa zingine inaendanga inakuwa severe to a point yenye unaanza hata kuvomit blood. So wakaniambia tu niendelee kuavoid acidic foods kabisa. Wakanipea madawa zingine. So that time my mom ndo alikuja. So unaona wakatuambia in case hizo dawa tuone kama hazifanye kazi we can go back to the hospital. But my mama akawaambia sasa hospitali iko Othaya, tunaenda mpaka Nairobi.
Huu mtoto ni mgonjwa, nimeshatumia pesa huku kwa hospitali. Mkiniambia tena ati kesho juu mtoto hasikii vizuri nirudi mpaka Uthaya. You see that's an expense. Hata beta mlale huko. So the doctor akasema fanyeni aje, in case of anything nyie endeni tu to any hospital but muende na all the documents like from the time I was admitted nini hizo documents zote ndio at least pia wao wajue wasianze upya waendelee from there. Hospitali nitaenda watakuwa na hiyo history at least wataona test nimefanywa nini. Na my mama akasema that's a better idea. So we traveled tukakuja Nairobi. So the problem ikiendelea kuwa worse by the day. Ndio my mama akasema sasa akanipeleka Ruiru level 4 hospital. Huko tukawapelekea my documents. Unaona hiyo because my mom apparently alikuwa anafaa kupeleka after wamenikujia like today after wamenikujia shule, the next day my younger brother was supposed to report to school. So venye mlifungua Januari, sasa turudi hapo kidogo. Huko umefanya exam ya form 3. Ulienda form 4 ama ulirudia form 3? Nilienda tu form 4 juu the teachers walikuwa wana understand my case. So nilienda tu form 4. So my younger brother alikuwa anaingia grade 7. And you see kuna hii transition ya CBC from grade 6 wanafanya KPSEA wanaenda grade 7. So alikuwa anaenda kureport, so walikuwa wanaenda kufanya admission in a new school. So my mom akaniacha na neighbor, akaambia the neighbor akae akiniangalia na in case of anything anaweza tupigia my mom. Na wakapeleka brother yangu shule. So my mom akikuja jioni akapata niko way worse than vile aliniacha asubuhi. Na hata hizi madawa tulipewa it's like hazisaidii. Ndio wakaambiana na my dad wanipeleke hapo Ruiru at least waone kama hata dawa ningekunywa tulikuwa tunaona ilikuwa pointless juu hata hiyo dawa natapika. So walikuwa wanaona the better option ni kuenda kudungwa sindano yenye itasaidia kuzuia hiyo vomiting. Na wakanipeleka Ruiru level 4. Kufika huko vile tu waliniangalia daktari mwenye aliniangalia akasema nipeleke huko niwekwe drip ya maji. Na akaambia my mom huyu mtoto mngekaa naye hapo hiyo usiku angemake asubuhi because I was very very dehydrated. Una maji? Sikuwa na maji hata kidogo. Walimwambia huyu mtoto ungeendelea kukaa na yeye nyumbani angeenda tu hivyo juu ya dehydration. Sauti sasa tupee sauti. Sasa ndo wakaniweka drip ya maji na after hiyo maji wakatupea madawa. And hapa hii side ya right yenye ilikuwa inasikia uchungu kuna swelling ilikuwa inatokea hapo. Na so there was a doctor mwenye alikuwa ametuambia ukiona mtu ako na hiyo swelling na that kind of pain there's a possibility anaweza kuwa na ugonjwa tunaita hernia. Ni ugonjwa gani hernia? Hernia ni ugonjwa unakuwa na lining ya tumbo yako inakuwa iko na shimo. So ukifanya things that cause pressure to your stomach, your intestines zinatokea kwa hiyo shimo. Na ndio maana kunakuwa na hiyo swelling. Sasa my mom aliuliza hao madaktari kama maybe tunaweza fanya ultrasound ama any test tuone kama maybe inaweza kuwa ni hernia. Na huyo daktari akatuambia it's okay, akatutuma tuende tufanye ultrasound juu that's the only way kujua kama mtu ako na hernia. Na tukaenda ultrasound. Kwenda hiyo ultrasound there was no evidence of hernia. But tukasema tu ni sawa na wakatupea madawa zenye walitupea na tukaenda home. Kwenda home the next day nilikuwa naendelea tu kwa worse.
So my mama akanirudisha tu huko level 4 na sasa au level 4 sasa ndo waliniadmit sasa hiyo siku. Wakaniadmit huko, nilikaa for like a week. Kukaa a week pia wao sasa walikuwa wana work na injections. Juu walikuwa wanajua wangenipea tablets yote nitatapika. So wakanipea madawa kadhaa, wakaniambia ati nikunywe kiti ya H pylori. Na I did so na nikatulia kidogo. Mzazi wangu akanirudisha shule. Juu at least tulikuwa tunaona sasa nimetulia kidogo na nimeimprove. Kurudi shule sikukaa sana pia, ikaanza tena. So my parent akaitwa. Vile sasa my mama aliitwa, before aitwe nilikuwa nimeambiwa. Sasa utashika hii karibu na mdomo, imefanya vizuri kutoka juu unaongea pole. Nikaambiwa before my parent aitwe, niliambiwa niende nione nurse wa shule anisaidie maybe painkillers juu nilikuwa in a lot of pain. Nilikuwa in a lot of pain, anisaidie hizo painkillers at least zinishikilie for the time being. Yes. Sasa vile nilienda ndo huyo daktari vile aliniangalia na nikamwonyesha hiyo area iko na swelling. Pia aliniambia the same thing. Aliniambia this can only be hernia. Hakuna kitu ingine. Na akatuambia hata kama tulifanya ultrasound, twende turudie. Juu hiyo hernia, unless kama hiyo swelling, ukifanya ultrasound kama hiyo swelling haiko, kutakuwa na no evidence of hernia. So we had to wait for that swelling ndo tufanye an ultrasound. Na akatuambia maybe tufanye hiyo ultrasound kwa hii Kenyatta Hospital ya Othaya juu at least that's a better hospital. Na iko na equipment fit. So my parent akakuja wakanipeleka huko na tukafanya hiyo ultrasound, na sasa hapo ndo waliona ni hernia. Na hernia si kitu watakupea dawa iishe, ni kitu lazima wafanye surgery. So wakaniandikia surgery na around April I went for the surgery. 2024. That was last year. I went for the surgery. That was April. I went for the surgery. Ikakuwa successful. Na nikarudi home. Nikakaa for like 1 month. Hiyo wound ya surgery ikaheal vizuri. Na my parent akasema wanirudishe shule. Juu at least walikuwa wanaona sasa maybe hiyo hernia ni shida imepatikana. But before that, kuna a part nimeruka. Before that, there is a doctor alikuwa ametuambia juu unaona vile hizi tests zinafanywa na there is nothing yenye inapatikana. It could be something family related. So akatuambia we go back to the roots of our family na tuangalie maybe kuna shida. Na my parents went back, my grandparents wakajadiliana na they came up with something that they may think of. Wakasema sijui kulikuwa na mbuzi ilikuwa inafaa kupelekwa kwa mtu fulani na haikupelekwa na that person died. So wakaenda wakafanya hizo process zote but still didn't work. Sasa after that ndo nilienda sasa hiyo hernia ikapatikana. I went for my first surgery na it was successful. Na nikarudi shule. Kurudi shule tumetulia tu hivo. The problem started again. But now this swelling and pain wasn't on the right side, ilikuwa on the left side sasa. Ikabadilika sasa. But still the wounds and the vomiting was there. So mzazi wangu akaitwa tena na tukajua tukishaona hii swelling at least tunajua sasa tuko na an idea of what this is. So tukajua tutaenda hiyo mambo ya test mingi, tutaenda tu tufanye ultrasound. Tukafanya ultrasound wakapata pia kuna hernia on the left side. So ndio
tukabook appointment with the surgeon who did the surgery on the right side, na akatuambia there is something called bilateral hernia, meaning that you can have your hernia on both sides. So akatuambia maybe that's the case. Na pia my mom aliuliza like maybe what causes your vomiting na hizo vidonda. Ndio akaambiwa unaona si nilikuelezea hiyo shimo vile inakuanga alafu the intestines zinatoka. Sasa tukaambiwa hizo intestines zikitoka kwa hiyo shimo like your intestines are not working. So unaona ukikula food hakuna digestion taking place, ndo sasa So inarudi kuna kuwa na hiyo vomiting kutapika. Alafu vidonda wakatuambia pia kuna sasa hiyo indigestion. Na wakati kuna hiyo indigestion kuna kuwa na vidonda pia zinatokea. As in hiyo indigestion is kuna gases zinaproduce wangwa during your time indigestion, na hizo gases zina reactigi different kulingana na mtu. So yangu maybe ilikuwa inatoka na hiyo reaction. Aya, so ikabidi saa tuende home juu we didn't even have money for that second surgery. So my parents wakasema tuende tu home tukae till we raise the money for that surgery. Ilikuwa pesa ngapi? Wanafanyanga na kutoka 200,000. Sawa. So ukifanya hiyo ni ya surgery peke yake, treatment haiko ama iko na treatment? Sasa 200,000 ni surgery peke yake. Hiyo surgery ukifanyiwa kuna kitu wanaitanga mesh. Lazima ununue hiyo kamesh, wanalipishanga 10,000 kando. Ndio hiyo mesh inatumika kufunika hiyo shimo. Na sasa pia after surgery. Deliverance Connection TV. We are touching lives.